Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ala ali ashabihi nujumi rashadi, amma ba'du. Ayuha almuslimuna ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu mnayefuatilia kipindi chetu hapa Kitama TV, siku ya jana katika darasa yetu tulizungumzia kuwafahamisha wale ambao Allah tabaraka wa taala ibada ya saum. Tukapata kubaini kwamba ibada ya saum imewalenga wale waumini wa dini ya Kiislamu, na si kila alipopita muumini wa dini nyingine, bali muumini wa dini ya Kiislamu. Pia ikaonyesha huyu muumini wa dini ya Kiislamu yule ambaye anadumu na kutekeleza zile amri ambazo Uislamu umezileta. Tukabainisha ya kwamba yule anayejinasibisha kuwa yeye ni Muislamu wakati hatendi matendo yaliyoamrisha Uislamu, kama vile kutamka shahada na kudumisha shahada, kuswali vipindi vitano, kuacha maasi, kudumu katika kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa katika nyanja hizi yuko kando nazo, basi ibada ya somo kwake si wajibu. Na tukabainisha kama atafunga mtu ambaye ni tariku sala, mtu asiye sala sala tano, atawajibika ibada hii kuifunga. Basi tukabainisha ya kwamba mtu kama huyu hana malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali yeye kama yeye atalipwa duniani hapa hapa. Lakini darasa yetu pia tukafahamisha kuwaelekeza Waislamu namna ya kupewa ruhusa kwa wale watakayekuwa wagonjwa au wako safarini, namna gani Allah subhanahu wa ta'ala amewaongoza katika nini utekelezaji wake, kwamba watafungua kisha baadaye watalipa. Na tukabainisha vile vile juu ya walladhina yutiqunahu fidyatun ta'am, wale ambao wasioweza huko kufunga kabisa, hawa tukaelezea watatoa fidia kwa kutoa kila siku kibaba kimoja kumlisha maskini. Tukabainisha ya kwamba atatakiwa mwenye maradhi yasiyotarajiwa kupona atowe kilo 37.5 kwa ajili ya kuikomboa Ramadhani yake kuanzia yeye na wazazi wake. Tukabainisha na viwango stahiki, walillahi alhamdu. Leo biidhnillahi tabaraka wa taala, ikiwa ni mwezi pili tarehe 19 2029 na mwezi pili Shaabani 1447, kipindi chetu hapa Kitama TV kitaelezea kuwaelekeza waumini wa dini ya Kiislamu yapasayo kufungamana nayo wakiwa ndani ya saum, na yale ambayo hawatakiwi kushirikiana nayo wakiwa katika saum, kwani miongoni mwa mambo yatakayofanya saumu yake iharibike ikiwa atafanya mojawapo katika haya mambo manane ambayo itakuwa tumeyataja hapa biidhnillah. Kitu cha kwanza, mfungaji muumini huyu afunge kwa ikhlasi lillahi ta'ala. Saumu yake afunge kwa ajili ya Allah, asifunge kuogopa watu, asifunge kumfurahisha mkewe, asifunge kumfurahisha mumewe. Kuna watu humu mwetu wao wenyewe nia ya kufunga haipo, muda wa kuwa ameolewa na Muislamu muumini akalazimika afunge ili amfurahishe mumewe, au mtu mwingine hana ada ya kufunga lakini akafunga kumfurahisha mkewe, au kuona tu aibu, nitaeleweka vipi mtaani hapa mimi nakula mchana, akafunga kuondoa soo kwa watu. Mtu huyu hana saumu, bali anafanya upuuzi mkubwa sana. Kwa ndugu zangu, enyi waumini wa dini ya Kiislamu, tutaelezea hapa vitu vinane ambavyo kisheria vinaitwa almufatturatu saum, ni vitu vinavyofunguza saumu ya mtu. Kwa hiyo tukae hesabu hapa, ukikifanya kimojawapo upo ndani ya saumu mchana wa Ramadhani, saumu yako hapo hapo inakatika. Na muda ukituruhusu tutazungumzia almuhbitatu ajra saumi, tutaelezea vile vitu ambavyo vinavyobatilisha ujira wa mfungaji, yaani atafika jioni hali kwa saumu yake imesihi, yale malipo
muda wa kukabidhiwa yatakuwa yamefutwa na yale matendo ambayo amechanganyika nayo mchana wa swaumu yake. Kwa hiyo kitu cha kwanza, aifunge hii swaumu kwa ikhlasi, kwa utakasifu kabisa, kumtakasia Allah na dini yake, na si mwenye kufunga pasi na kulala na nia. Mtu alali na nia kwamba kesho insha Allah kiamka salama atafunga. Hiki ndicho kitu cha msingi ambacho inapasa kila mfungaji akitilii maanani, ajikute kama hakuwa na nia, hakulala na nia, basi kufunga kwake hakuna thamana. Kwa hiyo katika almufatturatu swawm, vitu ambavyo vinafunguza swaumu ya mtu, ajichunge mfungaji na haya mambo manane. Ewe muumini wa dini ya Kiislamu, unapokuwa umeshanuia tangia alfajiri ya kweli inapodhihiri, ujichunge na mambo manane ili swaumu yako iweze kufika jioni ikiwa imesihi. Kitu cha kwanza kabisa, mtu aliye ndani ya swaumu tangia alfajiri ya kweli, ni haramu kwake al-aklu wa shurbi amda. Aliyefunga ni haramu kwake ajizuilie kula na kunywa makusudi. Mtu akinywa akila makusudi mchana wa Ramadhani, saumu yake inabatilika na anapata dhambi na itapasa alipe katika siku zijazo. Kitu cha pili ambacho mfungaji inabidi ajichunge nacho, dukhulu shay'in ila jawfin, asiingize kitu chochote katika matundu yake ya mwili kikafika mahala paitwapo jawfin. Miongoni mwa maeneo jawfi, mtu aliye katika saum haruhusiwi kutoneshea dawa kwenye sikio linalouma. Atakapotonesha dawa sikio lake, funga yake imeharibika. Asiingize kitu katika mdomo wake kikapenya kwenye kidakatonge kikateremkia katika kifua chake, mtu huyu saumu yake muda huo huo imeharibika. Mtu huyu asisumbuliwe na shida akaambiwa na tabibu yoyote kwamba shida yako hii inafaa tukamulie dawa kwenye matundu ya pua ili tiba ikafanye kazi. Atakapofanywa hivyo hali ipo katika saumu yake inakuwa imeharibika. Sehemu hizi ni haramu kutumbukiza kitu, na ndio maana Mtume akasema mwenye kutawadha ndani ya Ramadhani asibalighishe, anaposukutua asiyapeleke kooni maji, pia asilete al-istinshaqo, anapovuta maji asiyavute yakafika sehemu ya mbali kunakogonga maji ya kuvuta yale, wakati kutawadha ukajisikia maumivu. Ukifanya hivyo saumu yako imeharibika. Na kuingiza kitu chochote katika tundu la utupu wa mbele au wa nyuma hadi kwenye jaufi. Mfano, mtu anataka kuondolewa mkojo, anauma, imetokea ghafla mkojo umeziba, akaingizwa bomba kwa ajili ya kutoa mkojo, saumu yake hapo hapo imeharibika. Ndugu zangu, haya ndiyo ambayo tunayobainisha kwa yule mwenye kufunga asifungamane nayo, na ikitokezea kimoja kikafanyika, saumu yake inaharibika na anapata dhambi, na siku za mwishoni baada ya Ramadhani alipe. Kitu kingine ambacho hakistahiki kabisa mfungaji, atakayu amda, ni haramu mtu kujitapisha makusudi. Mtu kapapia vyakula vya kutosha ikawa vimefikia kumpatia uvimbe katika tumbo lake, basi akaona njia pekee bora achokonoe vidole kwenye kolomeo lake ili apunguze ule mzigo. Kufanya hivyo kwake ni haramu, saumu yake itakuwa imeharibika na atapata dhambi, na siku za miezi ijayo alipe. Kitu kingine ambacho ni haramu kwake, al-istimna'u amda, aliyefunga hapasi kujitoa manii kwa kutumia mikono yake, masturbation. Mwenye kufanya hivi atapata dhambi, pia saumu yake inaharibika na itapasa alipe. Jambo hili hata miezi isiyo kwa Ramadhani ni haramu yeye kufanya masturbation. Atakapodumu na hali hiyo, atafika mbele Mwenyezi Mungu hali mikono yake imevimba, kuonyesha alikuwa mchafu wa matendo mabaya kama haya. Kitu kingine ambacho mfungaji anatakiwa ajichunge nacho, aljima'u amda fi nahri shahri Ramadhana, kufanya jimai, kufanya tendo la ndoa na mkewe katika mchana wa Ramadhani ni haramu.
itakapokuwa amefanya makusudi jambo hili, basi sheria inasema yeye katika ulimwengu huu haitakubaliwa saumu yake milele mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na itakapofanya kwa kukosea, kwa bahati mbaya, sijui amesahau, sheria inasema baada ya kufanya tendo la ndoa kwanza saumu yake inaharibika, na akishamaliza Ramadhani kuifunga, basi inabidi afunge siku 60 mfululizo, kama ni penalty, kama ni faini kwa ule upuuzi aliofanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunahimizana hapa kwamba yeyote mwenye katika kwenye saumu asipende kuwa mkabala na mkewe ndani ya mchana wa Ramadhani, kwa sababu atasababisha kupatikana misisimuko itakayosababisha mke kama atalala chumbani kiasala, wewe mume tambaa. Kama wewe mume utakuwa umelala kitandani, mwanamke asije pale. Hakuna kupumzika mchana wa Ramadhani kitandani, watu wakabebeshana mapaja yao. Kinachotafutwa hapo ni balaa. Kitu kingine ambacho atakapokuwa mtu kimentokea yupo katika saumu yake inaharibika, alhaidhu wa nifasi. Kwa upande wa kina mama, mwenye kuzukiwa na hedhi au nifasi ndani ya mchana wa Ramadhani, saumu yake inaharibika. Kwa hiyo itapasa ile siku na ailipe. Hata ikatokezea hii damu kipande kichache, bado dakika moja tu awezi kufuturu, hedhi katiririka, tayari saumu yake pale ile siku imenkosa. Kwa hiyo akina mama, angalizeni sana isionekani kabla ya kufuturu